Hatuoi mwanamke kwa kuangalia shape alionayo, kwa kuangalia uzuri alionao, lakini tunaoa mwanamke kwa kuangalia purpose, kwa kuangalia kusudi ambalo mwanaume yuko nalo hapa duniani. Unajua, kusoma kitabu cha Mwanzo kinatuonyesha kwamba mwanamke ametoka katika ubavu wa mwanaume. Hasa jaribu kufikiri kwamba mimi mwanaume, ubavu wangu, saizi ya ubavu wangu ni 20. Alafu ninaenda kuoa mwanamke ambaye saizi ya ubavu wake ni 70. Kwa hiyo maisha yangu yote nitakuwa natembea kwenye ndoa, bega langu moja liko juu, lingine liko chini. Sasa ninamaanisha nini kuzungumza hivyo? Ni kwamba kosea vyote katika maisha, lakini usikosee kuoa au kuolewa. Ndio maana hata katika maandiko tulikuwa tunaona watu, maandiko yenyewe yanaonyesha kwamba Mungu amempa mtu kwa mfano wake na amemtengeneza kwa mfano wake. Maana yake kwamba utapewa yule wa kufanana na wewe katika swala zima la ndoa. Sasa kitu gani kinatokea pale utakapokosea? Migogoro itazidi kuwa mingi sana kwenye ndoa. Ndio maana tunaona mpaka leo hii katika migogoro ambayo inaongoza sana duniani ni migogoro ya ndoa, mpaka kuna watu wanauliza, hivi tunaweza tukaingia kwenye ndoa? Kuna nini huko? Kwa kuna watu wanashindwa kuingia kwenye ndoa kwa sababu wanahofia hayo mambo ambayo yapo. Lakini unaweza ukaingia kwenye ndoa na ndoa yako ikawa paradiso ndogo, ikiwa kama utafahamu kusudi lako na utaenda kulitumikia hilo kusudi lako. Kwa hiyo cha msingi na cha sekondari ni kuanza kujua wewe ni nani, umeitwa kuwa nani. Alafu mpime ule mwanamke ambaye umempata, je, anaingilia au anaweza kuenenda katika hilo kusudi ambalo umeitiwa kwalo? Ndio maana unaweza kukutana na mgogoro ambapo mtu amekuwa ni mtu wa kawaida, muhuni tu wa kawaida, ameingia kwenye ndoa na mwanamke ambaye pia ni muhuni wa kawaida, wamezoeana, wanaenda baa, wanaenda wapi. Hasa unakuja kukuta baada ya miaka 2 ya ndoa, yule mwanaume kaitwa kuja kuwa mchungaji. Alafu mwanamke ameshazoea ni mtu wa party, mtu wa pub kwenda kutembea, kula bata nini kwa wingi. Sasa je, huyo mwanamke unafikiri ataweza kuja kuwa mama mchungaji, kuwashauri watu au kuwashawishi watu? Ndio hapo unaweza kushangaa mambo ya divorce yanatokea, mambo ya talaka yanatokea. Kumbe sababu ya haya yote ilikuwa ni nini? Kuto kufahamu kusudi lako kuanzia mwanzo. Kwa cha msingi, wewe kama Mkristo unayetaka kuoa au unataka kuolewa, muombe Mungu akuonyeshe kwanza amekuita kuja kuwa nani. Alafu kupitia hilo kusudi, muombe Mungu akupatie yule ambaye atakuja kuwa your life partner kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekuitia. Mara baada ya kusema hayo, nikutakie wakati mwema sana na Mungu akubariki. Amen.